Unatazama Shalom Summit TV kutoka Same Kilimanjaro. Usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment. Tunakwenda kwenye neno la Mungu, tusikie Mungu anasemaje. Nitasoma katika kitabu cha Isaya ile sura 37 na nitasoma mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 17. Na kichwa cha habari cha somo letu la leo, kumtegemea Mungu katika mambo ya kutisha. Bwana apewe sifa. Dunia tunayoishi kuna mambo ya kutisha, kuna mambo ya kuogopesha, kuna mambo ya kutia hofu, kuna mambo yanayoleta mashaka katika maisha. Kuna vitu ambavyo katika mapito yako ya maisha siku hadi siku utakutana nayo. Mengine ni ya kuogopesha, mengine ni ya kutisha sana, mengine yanakufanya unaona kama hautakuwepo, mengine yanakufanya unaona kama umeshaisha kabisa, mengine yanakufanya unaona kwamba kwa nini ulikuwepo, mengine yanakufanya unajuta kwa nini nilizaliwa. Lakini nataka nikuambie, watu walio na Bwana, watu ambao wanamtegemea Mungu katika maisha yao, watu ambao wamemweka Mungu kuwa ndio kinga na ngao yao na kimbilio lao, hawataogopa mabaya wala hawataogopa vitisho, kwa maana Mungu amefanyika kuwa kimbilio lao. Na Mungu ni kimbilio letu. Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Na mimi nataka nikuhakikishie, Mungu wetu hapatikani wakati wa mateso tu, anapatikana hata wakati wa furaha, anapatikana hata wakati wa amani, anapatikana hata wakati wa safari, anapatikana kwenye familia, anapatikana kwenye ndoa, anapatikana hata kwenye kazi zetu za kila siku. Yeye ni kimbilio na nguvu, msaada unaopatikana tele kwenye maisha yetu yote. Haleluya. Sasa kwenye kitabu hiki tunachoenda kusoma, tutaona kitisho ambacho kiliwakuta wenzetu waliotangulia katika imani. Sisi watu wa leo, kizazi cha leo, tunajifunza kutoka kwa mababa zetu walioishi na Mungu, waliotembea na Mungu, wakamuona Mungu akitenda maajabu, na Mungu huyo yupo mpaka leo. Maandiko yanasema yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Mungu hajawahi kubadilika. Mungu waliomtegemea wenzetu wakashinda vita, waliomtegemea wenzetu wakaponywa kwenye mambo magumu, ndio Mungu huyo huyo ambaye leo anatuponya. Hata kama dunia inazungumza lugha ambazo zinakasha tamaa, hata kama kuna vitu vinatokea leo kwenye imani tofauti tofauti za upinzani kuonyesha kwamba Mungu hayupo au Mungu hafanyi chochote, lakini sisi tunamtegemea Mungu tunajua, na siri ya wanamtegemea Mungu, wanamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Endelea kumtegemea Mungu popote ulipo. Mungu bado anapatikana. Hata kama dunia inaongea kinyume cha Mungu, lakini wewe simama, utaona Mungu akitenda maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu aliye hai na yupo mpaka leo. Ninajua upinzani ulioko duniani siku za leo ni mwingi, ili kumfanya Mungu aonekane si kitu, aonekane hakuna kinachotokea, lakini hakika Mungu anatenda maajabu mpaka leo. Tunazungumza kwenye kitabu hiki cha Isaya 37 kuanzia mstari wa 9, nami nitakwenda kusoma katika jina la Bwana. Maandiko yanasema, naye alisikia habari ya Dhihaka mfalme wa Kushi, ya kwamba ametoka ili kupigana nawe. Naye aliposikia hayo, akatuma wajumbe kwenda kwa Hezekia kusema, mwambie Hezekia, hizi ni habari za kutisha, zinakuja kwa mfalme wa Yuda ambaye alikuwa anatawala Yuda kipindi hicho. Mnafahamu Israeli ilikuwa imegawanyika vipande viwili, Israeli, upande wa Israeli na upande wa Yuda. Ilikuwa Israeli moja kikagawanyika. Upande huu wa Yuda ambayo makao yake makuu ilikuwa Yerusalemu, alikuwa anatawala mfalme Hezekia kipindi hicho. Maandiko yanasema, mwambie Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya. Huyu aliyekuwa anatuma maneno haya alikuwa ni mfalme wa Ashuru. Mfalme wa Ashuru anatuma taarifa za kutisha kwa mfalme wa Israeli, lakini upande wa Yuda. Mpaka hapo tuko pamoja, nitaenda nikifafanua huu ujumbe. Mfalme wa Ashuru alikuwa ni mfalme mkubwa mwenye jeshi lenye nguvu, na mfalme huu alikuwa ni mfalme mwovu. Alikuwa ni mfalme mwenye jeshi kubwa sana, na alikuwa amevamia mataifa mengi na kuyaweka chini ya umiliki wake. Yale mataifa ya Mashariki ya Kati yalikuwa yanazunguka Israeli, karibu yote alikuwa ameyavamia na ameyakamata na ameyaweka chini ya himaya yake.
Kwa hiyo alikuwa anatawala mataifa karibu yote ya Mashariki ya Kati. Lilikuwa limebakia taifa moja tu, hili la Yuda, ambalo alikuwa anaongoza huyu mfalme wa Israeli, alikuwa anaitwa Mfalme Hezekia, upande wa Yuda. Na baada ya kuyapiga na kuyaweka chini ya utawala mataifa yote yaliyozunguka, akatuma taarifa kwa hili taifa moja lilokuwa limebaki. Nachozungumza hapa ni ile vita au vitisho vinavyokuja kwenye maisha yako, ambavyo unaviona vimeshawapata wengine. Unakuta wengine wamekutwa na matukio yanayofanana na tukio linalokuja kwako. Sio kama unanielewa. Unakuta kuna matukio ambayo ulikuwa unayaona kwa wengine. Unaona matukio yanawapata wengine, mabaya yanawapata wengine. Alafu baadaye unashangaa kuna tukio lina dalili inayokuja kwenye maisha yako. Ulikuwa unasikia ugonjwa wa presha kwa watu. Ulikuwa unasikia sukari kwa watu. Ulikuwa unasikia sijui ukimwi kwa watu. Ulikuwa unasikia ugonjwa fulani, magonjwa ya kutisha au mambo ya kutisha. Unasikia fulani kafilisika. Unasikia fulani sio kapatwa na jambo baya, watoto wako wameharibika. Mambo hayo unayasikia kwa wengine tu. Halafu baadaye unaanza kuona dalili zote za jambo fulani ambalo uko umekilisikia tu kama mtu wa Mungu linakuja kwako. Unaweza ukaenda hospitali mpendwa, unajisikia vibaya, ukapimwa, ukaambiwa tatizo kubwa ambalo hujawahi kuliwaza katika maisha yako. Lakini unaweza kuwa umeolewa na mwanaume ambaye mlipendana, mkavishana vitu vya thamani, mkatamkiana maneno ya ajabu. Halafu ukasikia ndoa zinakufa, zinaharibika za watu wengine. Halafu baadaye ukaona dalili za mume au mke anaanza kubadilika, na unaona dalili zote ulizokuwa unazisikia kwa wengine zinakuja kwako. Unaanza kuona kama hiyo ndoa haitadumu. Shetani anainua kitu ambacho hakikuwepo kwenye maisha yako. Ndicho kilichotokea kwa huyu mfalme. Alikuwa anasikia tu mataifa yamepigwa, yamevamiwa na mfalme wa Ashuru. Akikaa anasikia taifa lingine limepigwa, limevamiwa, limetekwa. Yeye yuko salama. Baadaye akashangaa. Mfalme huyu wa Ashuru akatuma taarifa kwake. Anasema mwambie Hezekia, anayesema ni mfalme wa Ashuru. Anamwambia mwambie Hezekia maneno haya, mkisema asikudanganye Mungu wako unayemtumaini. Wewe si unamtumaini Mungu, unasema mimi sitaumwa, unasema mimi ndoa yangu itakuwa na amani, unasema mimi mtaji wangu hautafilisika, unasema mimi nitakuwa salama kwa sababu namtumaini Mungu. Huyu mfalme anatuma taarifa, anamwambia asikudanganye mtu kuhusu huyo Mungu wako. Si kama unanielewa vizuri? Asikudanganye mtu yoyote kuhusu huyo Mungu unayemtumainia. Akisema Yerusalemu hautakuwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru, anamwambia sikiliza ewe mfalme, usije ukasema mimi nina Mungu ndio maana mataifa mengine yamepigwa, na kwamba mji wangu huu utakuwa salama na hautakuwa chini ya mimi, kwenye mikono yangu mfalme wa Ashuru. Kwa lugha nyingine anamwambia Hezekia, sikia sauti yangu, na kuja kukamata mji, na mimi nitakuteka na nitakuweka chini ya mamlaka yangu, na utakuwa mtumwa kama wafalme wengine ambao walikuwa sio watumwa, nikawaweka chini ya himaya yangu. Ndicho alichokuwa anamwambia huyu mfalme wa Ashuru. Na sasa hivi tutasema Ashuru ni nchi gani kwa sasa? Syria, Iraki, Irani. Huyo bwana alikuwa anatawala mataifa yote hayo. Alikuwa mfalme mmoja tu. Anatawala Irani, anatawala Syria, anatawala Iraki. Fikiria ni mtu mwenye nguvu kiasi gani. Amesambaza majeshi kila mahali. Amekamata vinchi vya jirani vyote. Amevikamata, ametera vivingilia kwa nguvu akavishika. Vyote ameweka chini. Vinalipa kodi. Wananchi wake wamekuwa watumwa kwake. Halafu anakuja kwa mtu wa Mungu sasa. Huyu anayesema tunaye Bwana wa majeshi. Huyu anayesema tunamwamini Jehova Nisi, Jehova Shalom, Mungu asiyeshindwa. Anamwambia sikiliza, huyo Mungu wako unayemtumainia wewe, unayejitapa naye, huyo Mungu hata kusaidia kwangu na kuja kwako. Sio kama unanisikia vizuri. Kitisho cha adui kinachoweza kuinuka kwenye maisha yako. Nini cha kufanya wakati kitisho kimekuja kwako? Na mimi nataka nikwambie eni wana wa Mungu mnaomtegemea Mungu, mkae na kujua chochote kinaweza kuinuka wakati wowote. Ndio maana ukiwa unamcha Mungu, uwe tayari kuwa karibu naye muda wote, kwa sababu adui zako wanaokutazama wanajua unamtegemea Mungu. Wanajua kwenye ndoa yako wewe ni Mungu, unasema Bwana atanisaidia nitakuwa na ndoa njema. Wanajua kwa watoto wako, unasema watoto wangu watafunikwa. Lakini adui anaweza kuinua kitu
vitu kwenye watoto, ukashangaa mtoto wako anakuwa na dalili kama watoto wa kipagani, na hicho kitu kinakuogopesha, unasema hatima yake itakuwa nini? Anainua ugonjwa huo, daktari anasema ugonjwa huu hauponi, na wewe ni mcha Mungu. Shetani anataka kukwambia usimtumainie huyo Mungu wako, nimeshaingia. Sasa huyu baba wa imani Hezekia alifanyaje? Ule mstari wa 11, umesikia habari ya mambo yote ambayo wafalme wa Ashuru wamezitenda nchi zote. Anamwambia wewe, si umeshasikia habari ambazo wafalme wa Ashuru wamezifanya kwa nchi zote? Anamweleza kabisa kwa kuziangamiza kabisa. Yaani anamwambia Hezekia, mataifa yote yaliyokuzunguka, si umesikia habari zake tulichokifanya huko? Tumeziangamiza kabisa hizo nchi zao. Je, utaokoka wewe? Hivi wewe umewahi kukutana na kitu kwenye maisha yako ambacho shetani anakuambia hivi, angalia fulani limemkuta? Tena wakati mwingine mambo yanayokuta hawa watu unakuta ni watu wa Mungu. Si kama tuko pamoja. Yaani ni watu wa Mungu kabisa. Alafu unakuta limempata jambo baya. Alafu shetani anakuambia, wewe unasema ni mtu wa Mungu. Je, umeona fulani? Umeona ndoa ya fulani aliyejidai kwamba ameokoka? Umeona afya ya fulani? Umeona biashara ya fulani? Umeona kazi ya fulani? Unakuta hivyo vitu vyote ni kweli. Ndoa ya fulani imekufa, biashara ya fulani imekufa, cheo cha fulani kimekufa. Alafu shetani anakuambia hivi, kwa hiyo wewe unategemea yule alikuwa na Mungu vile vile amepigwa, na unategemea kwamba wewe huyo Mungu unayemtumania atakusaidia. Wewe unafikiri moyoni unajisikiaje? Hivi kwanza unajisikiaje kama utamuona mpendwa anayempenda Mungu amepatikana na jambo baya? Unajisikiaje? Si unashuka moyo? Saa nyingine kuna watu wengine mmezaliwa kwenye familia ambayo mambo yanayotembea kwenye hiyo familia, baada ya kuokoka wewe, baada ya kumpenda Mungu, baada ya kumkimbilia Mungu, unasema mimi mambo haya hayanifanyeje, hayanipati, kwa sababu Bwana atanilinda, Bwana atanifunika kwa uwepo wake. Alafu baadaye unaona jambo lile la urithi, vile vitu ambavyo vinatembea vya urithi kwenye familia yenu, unashangaa vimekuja. Ukiwa unasema Mungu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaopatikana tele wakati wa mateso, alafu mshale unatupwa. Shetani anataka kusikia na wewe unajibu nini? Sikiliza, huyu baba mshale ulitupwa kwake, anaambiwa hivi, angalia nchi zote zimekuzunguka, nimeshapiga. Sijui mashetani wanakuambia nini juu ya maisha yako. Unapoangalia wanaokuzunguka na mazingira yanayokuzunguka, hivi unaonaje? Unavyoangalia ndoa yako mlivyoanza vizuri, ni mshale gani unaona shetani ameanza kuleta kama dalili kwamba inaenda kufa, kwamba haipo? Sasa huyu akasema, tazama, nimesikia habari ya mambo yote ambayo wafalme wa Ashuru wamezitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, utaokoka wewe? Je, ndoa yako itapona? Je, afya yako itapona? Wewe ambaye tayari mshale umekupiga kwenye mwili wako. Ule mstari wa 12. Je, miungu ya mataifa ambayo baba zangu waliwaangamiza wamewaokoa? Yaani huyu mfalme mwovu, huyu mwabudu mizimu anasema hivi, mimi kwa kutumia miungu yangu nimewaangamiza mataifa yote. Je, huyo Mungu wenu nyie mnayemtegemea nyie walokole atawaokoa? Anasema Gozani, anaanza kutaja manake nini? Kukuonyesha waliopatwa na madhara. Sio kama unanielewa mpendwa, kukuonyesha mahali ambapo adui amepiga, anakuonyesha kabisa fulani nimempiga, fulani nimempiga, fulani nimempiga. Wewe huyo Mungu wako anaweza? Anasema Gozani, Harani, Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Telasafi. Yuko wapi mfalme wa Hamathi na mfalme wa Apadi na mfalme wa mji wa Sefaimu na Hena na wa Eva? Anasema hawa wafalme wako wapi sasa hivi? Halafu Hezekia anawajua. Yaani hawa wote anamtajia, mfalme fulani ni mimi nimempiga, mfalme fulani ni mimi nimempiga, na wote hao Hezekia anawajua na anajua ni kweli wamepigwa. Hivyo ndio vitu vinawapata watu wa Mungu. Mashindano ya vitisho, mashindano ya kuyeyusha moyo, mashindano ya kukufanya wewe uone na mimi siko salama,
mashindano ya kukufanya wewe uone mimi niko duni, mashindano ya kufanya uone imani yako si kitu, maana hata walioiamini hiyo imani wamepigwa. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Kama unapita kwenye jambo la namna hii, jipe moyo. Asubuhi ya leo Mungu ana neno jipya juu yako, neno la kuyainua maisha yako, neno la kukufanya uwe jasiri ya kwamba hayo yote ni vitisho. Bwana ni Mungu wako atakaye kutetea. Anasema nitakushika kwa mkono wangu wa kuume na kukulinda. Haleluya. Yeye ni Mungu atakaye kulinda. Usiogope vitisho. Wewe hauko kama wao. Kataa, sema mimi siko kama wao. Kama umepiga hao, ukapiga wale, mimi ni wa tofauti, hautaniweza kwa jina la Yesu. Mimi nimevalishwa uwezo na mamlaka ya damu ya Yesu ambayo haipenyeki kwa silaha yoyote. Haleluya. Nina kinga ya mwana kondoo. Hebu sema nina kinga ya damu ya Yesu. Sema nina kinga ya damu ya Yesu dhidi ya silaha yoyote inayetumwa kutoka popote. Haitanifikia mimi wala majeshi yao katika jina la Yesu. Hezekia akaletewa taarifa, akapewa na ushahidi. Sasa ule mstari wa 14 Hezekia anajibu. Hebu sema nitajibu. Sema nitajibu. Na mimi nataka ujibu kwa jina la Yesu. Ukiona kitisho chochote, anza kujipanga kwa majibu. Unajua wakati Goliati anakutana na Daudi, Goliati alikuwa anatuma maneno ya vitisho, si ndio? Daudi alikuwa ananyamaza. Daudi alikuwa anajibu. Goliati anamtumia kitisho, anamwambia wewe utaliwa na ndege, mwili wako leo utaliwa na ndege. Lakini Daudi anamwambia sikiliza, mimi ninaye Bwana wa majeshi, sipigani kwa silaha za mwili, ninaye Mungu. Nilimpiga dubu na simba nikiwa niko porini. Wewe Mfilisti, wewe nyama yako italiwa na ndege leo. Hakunyamaza, sema kwa kweli wewe ni mkubwa sana, ni kweli wewe ni tishio. Maana majeshi yote ya Israeli waliogopa. Wote, hata Sauli mwenyewe mfalme aliogopa. Na aliogopa kwa sababu ile jitu lilikuwa linasimama kwenye mlima bouncer, alafu linasema ninayatukana majeshi yote ya Israeli, na kama kuna mwanaume atokee tupigane naye. Kila mtu akimwangalia hivi, sema nani aende. Kwa hiyo anasema ninawatukana wote. Siku ngapi? 40 kila siku. Na wanasikiliza, alafu wanasema jamani nani aende. Sasa bwana turudi nyumbani tuje kesho, tukajipe moyo katika Bwana. Wanarudi nyumbani, kesho yake wanakuja. Jamani kuna yeyote amejipa moyo ajitokeze. Maana jamaa alikuwa anasema aje mtu mmoja, akinipiga sisi Wafilisti wote tutawatumikia, tutakuwa watumwa wenu. Lakini mimi nikimpiga nyie mtakuwa watumwa kwetu. Tutawatuma kwenda kuchota maji, kutupikia na kila kitu. Sasa nani atoke? Na kilichokuwa kinatumika nini? Ni maneno. Huyu anasema, huyu anasema, huyu anasema, huyu anasema. Mwisho Daudi akasema sasa tuingie uwanjani. Mimi nataka nikwambie hivi, katika vita vya kiroho kama unashambuliwa usiposema watakushinda, kwa sababu maneno unapoyatamka yanaumba. Kwa hiyo tamka ushindi kwenye vita. Omba, tamka ushindi. Omba, tamka ushindi. Omba, tamka. Utashangaa ile hofu inaanza kupotea, kwa sababu uungu unaanza kushuka. Nguvu zinaanza kukufunika. Uwepo wa Bwana unaanza kukukaribia. Haleluya. Tumwangalie Hezekia. Hezekia naye anajibu. Ule mstari wa 14. Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono. Ile jamaa liliandika mpaka waraka wa maandishi wa kueleza haya maelezo. Likatuma kwa Hezekia, chukua barua yangu usome. Biblia inasema akachukua ule waraka katika mikono ya yule mjumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda, akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Akachukua ile barua aliyoletewa ya vitisho na yule mfalme, alafu akaufungua mbele za Bwana, akaukunjua. Anamsomea nani? Anamsomea Bwana wa majeshi. Sikiliza, ujumbe umetoka kwa adui yangu, ameuleta kwamba eti kapiga watu wote, na anasema walikuwa na miungu na amepiga, na anategemea miungu yake. Sasa Bwana, ninausoma huu waraka na wewe usikie. Unajua Hezekia alienda kumchonganisha yule mfalme na Mungu. Maana alienda kuusoma hekaluni. Kia hekaluni kwenda kuusoma mbele za Bwana. Bwana, sikia maneno anayesema mfalme wa Ashuru, akitukana jeshi lako, akiwatukana watu wako waliokombolewa kwa jina lako. Anasema akapanda nyumbani kwa Bwana, akausoma. Hezekia akamuomba Bwana akisema, sikiliza maneno haya. Kuna vitu vingine havitaondoka mpendwa. Nenda nyumbani kwa Bwana. Tunapotengeneza mazingira mazuri ya mahali hapa, ni ili uje hapa, ushinde hapa,
umlilie Bwana hapa, umsomee Bwana yale mambo ambayo mashetani wanaleta kwenye maisha yako. Njoo na waraka wa vitisho unavyopata huko, vilete hapa, vifungue hapa, visome mbele za Bwana. Mwambie, angalia maadui wamenizingira, angalia vita vimenizingira pande zote. Wamempiga ndugu yangu, wamepiga mtaji wake, wamepiga jirani yangu, wamepiga ndoa yangu. Sasa ninaomba Bwana, huu waraka wanaoniletea wa vitisho, naomba uingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwa na watu majasiri kwenye kanisa hili. Nataka kuwa na watu majasiri ambao hawatakubali kupigwa na kunyong'onyea. Tunapojipanga kwa ajili ya mambo ya baraka, lazima tuwe hodari katika Bwana, kwa sababu adui ataleta kila aina. Saa nyingine ataleta aina za kukufanya unyong'onyee, ukate tamaa, vunjike moyo kwa sababu ya misukosuko inayotokea kwenye maisha yako. Hezekia hakukubali. Biblia inasema akaja akausoma ule waraka, alafu akasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Sikiliza maombi yenye nguvu, maombi ya kufuta vitu vinavyozungumzwa, vitu vinavyoletwa kama vitisho. Angalia maombi hayo. Hayo maombi unaweza ukayashika ukayasema wakati wa mambo yako magumu, yana upako mwingi. Anasema, tega sikio lako Bwana. Anamwambia Mungu, tega sikio lako Bwana usikie, funua macho yako Bwana uone, uyasikie maneno ya Senakeribu tuliyopeleka ili kumtukana Mungu aliye hai. Anasema hivi, anamwambia Mungu, haya maneno sio kwamba yanatutukana sisi na kutudhalilisha, lakini anakutukana wewe, kwa sababu wanasema hivi, miungu yao imewaokoa na imewapigania wakashinda vita, na Mungu wewe huwezi. Unajua ndicho uchonganishi huo. Si kama mnaelewa uchonganishi ulioko hapa. Anamwambia Mungu, huyu jamaa anasema hivi, wewe huwezi, ila miungu yake inaweza, na ndio maana imepiga mataifa yote. Sasa hajakutukana? Huo sio uchonganishi huo. Halo? Huyu bwana sio kwamba alimchonganisha yule mfalme wa watu na Mungu aliye hai. Maana alimwambia hivi, kwa maneno aliyosema, huyu kakutukana. Yaani anamfafanulia Mungu ili Mungu aelewe vizuri hii lugha. Hii lugha hii sio kawaida, huyu mtu anakutukana. Unajua kwa nini? Maana yake anataka Mungu aingilie kati. Anataka wivu wa Mungu uinuke. Amina. Amina. Kauinue wivu wa Mungu kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu kile ambacho adui anakileta kama vitisho kwako. Na hii sio kusubiri kanisa zima. Ni wewe hapa. Unaamua, unakuja hapa, piga maombi hata siku 3 kumshtaki adui anayeinuka kinyume na ndoa yako, anayeinuka kinyume na familia yako na maisha yako. Mshtaki yule adui, mwambie Bwana, angalia adui anakufuru mbele za uso wako, analeta vita ambavyo ulisema vimeshaisha msalabani. Yesu ulisema imekwisha. Huyu anainua kitu ambacho kimeshakwisha kunionyesha kwamba yeye ana nguvu kuliko wewe. Sasa Bwana, thibitika kati ya Mungu huyu, Mungu wa kigeni anayeleta jambo jipya kwangu. Naomba ufunue nguvu zako, umshushe adui anayetaka kujiinua kinyume na agano lako na sisi. Mungu uliye hai, uliyesema tumepona, adui ameinua silaha kuonyesha kwamba ulisema uongo. Ndicho alichokuwa anakisema hapa, si ndio? Wewe umesema kwa kupigwa kwako Yesu tumepona. Kuna adui huko anajigamba, anasema hivi, hatujapona, kaniletea ugonjwa nionekane sijapona. Bwana, jifunue na dhihirisha, naonyesha kwamba ulichosema umesema. Ndicho Hezekia alichokuwa anakifanya hapa, kwamba Mungu ulishasema wewe ni Mungu naye tupigania, wewe ni Mungu kimbilio letu, wewe ni Mungu msaada wetu. Kametokea kamtu kanasema huwezi. Halo? Sijui kuna kanini kanametokea kwenye maisha yako kanako kuambia huwezi, kanako kuambia Mungu wako ameshindwa, hawezi. Na kwa sababu ya dhihaka nyingi zilizoko duniani, kumshusha Mungu, kumfanya Mungu si kitu, kumfanya kama hayupo, kumekufanya wewe na wewe ukaungana nao. Unaanza kuamini lugha za wanaopiga propaganda za uongo na manabii wa uongo na watu wa uongo wanaopoteza ukweli na kumshusha Mungu wetu na kusema hizo ni propaganda, ni maandiko tu na hana ukweli. Sisi
tunajua Mungu wetu ni yule yule, tunajua Mungu wetu anatenda maajabu, tunajua Mungu wetu anafungua, anainua, na tukimtegemea atatupigania. Haijalishi kwamba mashetani wameharibu kiasi gani, haijalishi wamewapiga wangapi, haijalishi wameharibu kwa wangapi, haijalishi wameharibu ndoa ngapi, wameharibu biashara ngapi, wamefanya huko, lakini sisi tunamtegemea Mungu. Maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, ni nguvu, ni msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Hata kama kuna dalili zinazoonyesha tunapigwa, tutainuka tena. Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7 kisha huinuka tena. Hata kama wametuviringisha chini, tutainuka tena. Hatuangamii kirahisi, maana tunaye Mungu. Haleluya, haleluya. Mpendwa, wamekusukuma chini, umeanguka, wamekugaragaza, wamekufanya sasa hivi hata imani huna kabisa, lakini umesalia na neno dogo moyoni mwako, neno la kujua Mungu yupo, neno la kujua kwamba anaishi, neno la kujua kwamba anatawala. Neno hilo hilo simama nalo, mwambie Mungu unaishi, Mungu unatawala, Mungu unamiliki. Nitainuka tena, nitafanikiwa tena, nitatembea tena, ndoa yangu itarudi tena, maisha yangu yatastawi tena, na sitaangamia kwa jina la Yesu. Maandiko anasema tumekukimbilia wewe ili tusiangamie, Bwana. Na Biblia inasema kila aliyemkimbilia hataaibika milele, na waliomkimbilia ni kama mlima Sayuni. Biblia inasema hautatikiswa milele. Bwana Yesu asifiwe. Wasikutishe wewe, unaye Mungu. Hata kama wana miungu yenye nguvu, Mungu wako ana nguvu kuliko miungu yao. Mungu wako anatisha kuliko miungu yao. Mungu wako atawaponda, atawasagasaga, wala hawataonekana kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe ni tofauti. Hezekia alikuwa ni tofauti na wafalme wote, japokuwa sura ilionekana ni ile ile, kanchi ni kadogo, lakini alikuwa na Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu, ndiye alikuwa anatawala maisha yake. Ni sawa kabisa, mataifa yote alikuwa amepigwa, majirani wote walikuwa wamepigwa, wafalme wote wamepigwa. Alipokuja kwa Hezekia akakutana na jitu ambalo haliogopi vitisho. Hilo jitu likaingia hekaluni, likachukua ule waraka, likausoma. Haleluya. Jitu hili lilikuwa na mbinu tofauti. Huyu alikuwa ni mtu aliyekomaa, anayejua mahali pa kukimbilia ni wapi wakati wa vitisho. Rafiki, kama wewe ni kijana, sikiliza, nazungumza na vijana mlioko hapa. Sikiliza, misukosuko iliyoko duniani juu ya vijana, misukosuko inayopata vijana ni mingi. Unasoma, huna kazi, umeokoka, unampenda Bwana Yesu. Wengine wanakuwa hawana kazi, alafu unashangaa mpagani tu anaenda kwa waganga wa kienyeji, tena muovu kabisa, mwasherati, mzizi, amepata kazi, amepanda cheo, wewe uko pale pale. Halafu wanakucheka, shetani anakuambia haya, wewe ulisema unamwamini Mungu. Sikiliza, wanaolewa wenzako ambao hata hawamchi Mungu kabisa, siku 2-3 tu wamepata ndoa, harusi ya kifahari. Wewe uko pale hujaolewa miaka yote, unamuita Bwana, unatoa fungu la 10, ni mwaminifu, unakuja kanisani. Halafu wapagani wanaolewa kila leo, unakwenda kwenye sherehe zao, unawasaidia, unawachangia, wewe unabaki hapo. Shetani anakuambia angalia sasa, huyo Mungu uliyemtumaini ukasema akupe mume, akupe mchumba, mbona unazeekea hapo? Sikiliza, njoo msomee waraka, njoo kanisani, sika waraka, mwambie shetani ananishtaki, anasema eti mimi nazeekea hapa. Bwana, sikia maneno yake yanayozusha huko mtaani. Naomba Bwana umuonyeshe shetani kwamba wewe ni zaidi, nami ninakiri ndoa yangu itakuwa ya utukufu, ndoa yangu itakuwa si ya kawaida, ndoa yangu itakuwa ni ndoa ya kifahari. Wanaonicheka watashangaa, kwa maana nitakuwa na ndoa isiyokuwa ya kawaida. Haleluya, haleluya. Nataka nikuambie wewe una mambo makubwa, lakini lazima ushindane. Lazima ushindane, uwe jasiri. Ndio maana wengine ujasiri unapoondokea ukianza kuhubiriwa ambia, yani wewe umekwisha, wewe huna ndoa tena, wewe utazeekea hapo kanisani. Wewe angalia umri unapokwenda, kajiangalie kwenye kioo. Akijiangalia kwenye kioo, mashetani anaongea, anamwambia bwana, angalia umeanza kukunjamana sasa, angalia hiyo sura ilivyokaa, nani atakuoa wewe? Sikiliza, hizo ni nyaraka za mashetani. Yaambie, sema Mungu ameniumba ninapendeza, Mungu ameniumba mimi ni mzuri ajabu, mimi nitaolewa, ndoa yangu inakuja tena ya kiutukufu, na kila mtu ana siku yake. Mwambie shetani, kila mtu ana siku yake, hata mimi siku yangu inakuja. Haijalishi umewagaragaza walionizunguka wangapi, haijalishi wale ambao hawamchi Mungu wangapi wamefanikiwa, haijalishi mpendwa, haijalishi. Maana inawezekana wasiomcha Mungu wamefanikiwa kuliko wewe.
kwa sababu shetani amewapa, alafu aje awatumie wao kukuzomea. Bwana asifiwe. Ninamuona Bwana akiwatetea watakaosimama. Ninamuona Bwana akiwapigania vijana wanaojikana na kusema mimi niko tayari kwa lolote, sitamwacha Mungu wangu, sitamwacha kumtumaini, sitaacha kumfuata. Yeye ni Mungu kwangu. Endapo ninapata sawa, endapo ninakosa sawa, lakini yeye ni Bwana wangu, yeye ni muumbaji wangu, yeye ni faraja yangu. Watu majasiri, na Mungu hata kuacha, atatokea tu. Nataka nikwambie asubuhi yako inayong'aa kwa utukufu inakuja. Haleluya! Naiona nuru ya Bwana ikija kwako. Kuna watu mko hapa, nataka niwaambie ni miaka michache tu, hamtabaki hivi mlivyo, mtang'aa kwa namna ya ajabu. Ninamuona Mungu ananisukuma moyoni kusema hamtabaki hivyo mlivyo, mtang'aa na kustawi, hamtang'aa na kustawi. Haleluya!